Wazazi na wanafunzi wameamua kuandamana mpaka wote walipwe. Leo ni first choice, Thursday, Friday itakuwa Finland na Canada. Hii ni kwa sababu these agencies wanapewa protection na serikali. DCI wanakula na watu. CS Bore anajua mambo ya hii agency inaitwa first choice recruitment agency. Mimi niliregister watoto wangu wawili, kijana na msichana, nikaambiwa wataenda Qatar. Na watoto mpaka saa hizi watoto wangu walitoroka kwa boma, hawako tena nyumbani. Ni kwa sababu ya Chuti. Alichukua pesa zangu 80,800 na mpaka saa hii watoto wangu wako nyumbani. Nilikuwa nikienda kwa ofisi ninaambiwa ongeza pesa watoto waende UK ama waende Poland. Mimi nikaambia Chuti sina pesa, mpaka saa hii nyumba yangu imeharibika, niko nje. Mimi sina amani kwangu, watoto wangu walinitoroka waachapata. Kwa majina ni Elias Kipto. Nilipa 40,000. Nilikuwa niende Qatar. Hiyo 40,000 mimi niliuza pikipiki. Nilikuwa na pikipiki yangu, nilikuwa najifanyia kazi yangu. Nikauza pikipiki niende Qatar. Sasa hii imekuwa 1 year plus imeisha. Kila siku naitwa niende ofisi pale. Nikifika ofisi naambiwa niongeze pesa, nilipe 8,000 ya visa, nilipe 4,500 ya follow up ndio waharakishe process ndio niende nje. Bado wananiambia iko kwani kuna kwenda Qatar nyingine, kuna kwenda World Cup nyingine. World Cup yenyewe tunajua ni 2026. Nilipe pesa ningoje 2026 twende World Cup nyingine. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, karibu tena katika mara nyingine tena, wakati ambapo nataka tukaweze kuangazia masuala mawili matatu. Siku ya leo, siku ya Jumatatu, tumekuwa na maandamano katika kaunti ya Uasin Gishu County, kule katika maeneo ya Eldoret. Unajua kwamba maeneo ya Eldoret ni nyumbani kwake rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samuel Ruto. Kuwepo kwa maandamano ni kuzinikisha serikali na baadhi ya viongozi wala ambao walikula ile pesa ya wanafunzi wakidanganya kwamba eti kuna wanafunzi watapelekwa Finland. And again, nataka nikaweze kusema hivi, kama kiongozi aliyekuwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu County Bwana Mandago, ambaye sasa inasemekana kwamba yeye ndiye ako mstari wa mbele kulagai watu pesa, masikini, mahasela ambao walikuwa nasema hatupangwingwi, sisi ni mahasela, watu wameuza vitu zao only to make sure kwamba they are making their hope kwa watoto wao waende Finland ama USA. I want to say something here. All along, since hii shida imeanza, hatujaona serikali ikitake serious action. Those students raised an alarm. They raised an alarm to the people and the government. But because they are voiceless, they are poor, ni mahasla, there is no one who is taking an action to help these students to get their money back. Kwa maandamano hayo siku ya leo, umeona watu wameongea. Umeona watu maskini, mama hadi analia machozi, mama hadi anamwaga machozi. Because of what? Ali use like everything to make hope kwamba mtoto wake akienda Finland, akienda America, akienda Canada, akienda UK, atajenga maisha ya wandu zake na dada zake wengine ambao wako hapa chini. Ile kidogo ambao walikuwa nao walijitolea, wakapeana, nao imefika mwisho. And now check here. Watoto hapa wako chini pia wameanza kusema tunataka tusome. There is nothing. The government is now eating its own people.
the government is eating hustlers. Government of Kenya Kwanza, it is swallowing mahasla. Wale walisema hatupangwingwi. Sasa mnapangwa. Let me tell you, they are eating not hustlers, for the government is now swallowing these only hustlers. When the president is not reacting on this issue of Finland and Canada and the USA, it looks like the government and the president is now protecting Senator Mandago, who was then the governor and now who is the main character in this scam of Finland and the USA, eating the money of the hustlers. Kumbe, they were doing a plan to take money from these poor hustlers, wafanye kampeni tena waende wawambie hatupangwingi, wanawapatia 50 pop. Kama si kampeni, then pesa zilienda wapi? Pesa ziko wapi? Tell us. Where's money? And if the money is around, give them. Hani mtu hawezi uza shamba, ng'ombe, kuku, uongeze, upatie mtu, achukue na akuachie huku. When this year arrested Mandago, ilienda ikaachilia Mandago haraka sana. Because of what? He's the senator of Kenya Kwanza. Let me tell you one thing. Wakati Wycliffe Ombeta Oparanya, when he was arrested the other week, just because of claims that there are irregularities, that there's something he did when he was in power those days. Wakati disa walienda kwake, wengine walienda Butere, wengine wakana Nairobi, wengine wanaenda tena wanarudi, wakachukua tarakilishi, wakachukua vitu zingine. Yani kuangaisha Wycliffe Ombeta Oparanya because he was the governor, and the claims that there's something that happened when he was in power that wanaenda kuchunguza. Now the real person, because Ombeta Oparanya is not in the government, and now when he came out, when they went to his home, wakachukua kila kitu kwa sababu ya siasa. Here there is a genuine person mwenye anastahili kufanya hizo vitu zote, and the person is Mandago and his colleagues. The government should take an action and help these poor hustlers who are lamenting every day, now and then, that they want their money. Mandago is protected by the government because he's the senator of Kenya Kwanza. If he was from the other side, this year wangemretain, wamfanyia investigation, or sasa hivi wangekuwa shapelekwa court. But why are you covering this Mandago and his colleagues wakati mahasela mwenye msema hawapangwingwi sasa hivi wanapangwa? Why can't you help these hustlers? Mr. President, I am now addressing you as the President of the Republic of Kenya. These hustlers, they come from your home. They come from your county. They are your sisters. They are your brothers. They are your parents. They are your, what can I say, grandparents.
now take an action and ensure that everything is set in order. You are the wewe ni mkuu wa majeshi, amrisha and say Mandago, give back that money. Ama Mandago, by fire, by force, by fire, pesa yake ya saran ikatokatu miezi michache, hawa watu wapate pesa zao. Wakati Amerika imekwama na Finland imekwama, they should get back their money so that waendelee na biashara za kuendelea. Sasa mahasara wanalala njaa, mahasara watoto hawaendi shule, watoto wanahangaika huku na kule, just because Mandago ate the money. Mlikuwa mkisema ati mtu wa maandamano ni mtu ni Raila Amolo Odinga. Sasa maandamano yanafanyika kule Uasin Gishu County, Eldoret town, hometown of William Samoei Ruto. That hometown, ushasikia wapi Raila Odinga amekula pesa? Sijui amekula ama amefanya nini. Pesa ya watu wa kwake eti ni scam ya Finland ama USA. Hapa Kenya ukisunguka, umesikia ni kiongozi mgani anakula, who is eating hustlers this money all around here, yeah? Other than from Eldoret town and Uasin Gishu County, the president take an action to ensure there is sanity, that Mandago accounts for everything. Otherwise, sasa tutatoka sisi wote. Na watu wa Uasin Gishu County, I want to tell you something here, very very important. Not even Uasin Gishu people, but I want to talk to every Kenyan. Get me clear that the only person who can help this case is Raila Amolo Odinga. So wherever you are, just respect Raila Amolo Odinga. He is the only person who can come out and speak, fight for you until this scam of Finland and USA ends. Why nasema hivyo? Ni kwa sababu Raila Amolo Odinga yeye hataki mchezo, tunakula pesa ya mahasela because of whatever, na asiongee, anyamanzie. Now the president is quiet, although watu ni kutoka nyumbani kwao, but what can he do? Because Mandago and the colleagues are friends to him. Hawa watu ni marafiki, atafanya nini? Mandago ni Kenya kwanza, damn. How can he start arresting Mandago? How can he start doing APCD? Now he's, because he cannot do anything. Kuna pressure, watu wa kwao, rais tusaidie, wewe ni wetu. Anaangalia, watu, of course watu ni wa kwangu, ni wa kwetu, wananisaidia. Akifika huku Mandago, bwana president, mambo mimi anaangalia. Sasa damu inakuwa nzito kuliko siasa na pesa. Anaachana, ana mute. These people from Uasin Gishu County, you will never get any help from your president right now. It is unless Raila Amolo Odinga
and Azimio people wachukue hii mzigo, wachukue hii gurudumu na waseme wacha tusukume, hata kama ni Uasin Gishu County, let us push it. That's the moment you will get your right. Lakini kama mnaenda kutegemea Bwana President help us, mtaongea mchoke na mtulie. The president checks Mandago and colleagues and friends. You are ni watu wa kwao. Hasa nasema if I do this Mandago atalalamika. If I do this yao watalalamika. What can I do? Mute. The only person who will not mute is Raila Amolo Odinga. And now I challenge you, make a request to Raila Amolo Odinga and Azimio Coalition. Just tell them to come out and fight for you. Unless you want to surrender and leave that money to Mandago, that is the moment mtasaidika and mtakuwa sawa. But if you want to get your money back and then join Raila Amolo Odinga, ita yeye, mwambie mzee, we respect you. Mandago amekataa kutupatia pesa. President amemute. You are the only person mwenye atatufaitia mpaka tupate haki yetu. And I tell you, Raila akifika Uasin Gishu County, watoka na wale watu watapatia na pressure until Mandago returns that man back. Yeah, ni hivyo. No shortcut. And if this is the government, if you are eating your own people, what about the rest? What about the others? Kama mnakula watoto wenyu, hawa watoto wengine mtapakisha. Mandago take an action and say utakatwa salary yako kidogo kidogo for 5 years, urudishe hawa pesa zao, hata nusu waendelee na kazi zao. Don't mute. Wacha kunyamanza. Wacha kunyamanza. Watu wanaumia. Pesa haziko. Kama wewe unatafuta pesa kwa mahasela na wewe ni tajiri, wao watapata wapi? You will die. Hey, I tell you. Hey, mutakufa. Hampangwingwi, sasa mnapangwa. Line, hatupangwingwi, hey, mnapangwa line. Hey, see you later, ladies and gentlemen. My name is Nyepto Dennis. Ukipenda ni kukurekuntu. Kwa sasa bye bye, tuonane baadaye.